Tunaenda kushuhudia fainali ya Muungano Cup ambao wanakutana watani wa jadi. Nazungumzia Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Tuna utazamaje huu mchezo? Fainali ya Muungano na fainali zote za tournament, yani yale mashindano ya muda mfupi, huwa ni kwa ajili ya kushinda mataji. Si kwa ajili ya kucheza na kuonesha vitu vingi ambavyo muda mwingine vinaweza kuwa si vya umuhimu. Fainali ni kwa ajili ya kushinda mataji, fainali si kwa ajili ya kucheza. Na ndio matafsiri halisi ya makocha wa timu zote mbili kuelekea kwenye mchezo wa fainali ya kombe la Muungano, kwa sababu mara zote mchezo wa fainali unahitaji kutengeneza mpango kazi wa muda mfupi ili kuhakikisha unabeba hilo taji lenye husika. Na Pedro Gonçalves pamoja na Steve Barker wanalitambua hilo, kwa sababu baada ya kumaliza fainali ya kombe la Muungano wanabaki na siku 6 kuelekea Mei 3 kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo timu zinazokutana ni hizo. Kwa hiyo hawa ndio watu pekee ambao kwa hivi sasa wako kwenye hali ngumu, na wachezaji wako kwenye hali ngumu kwa michezo miwili mfululizo ambayo ina uzani mzito sana. Fainali ni kwa ajili ya kushinda, na kushinda ni kwa ajili ya kushinda hilo taji, lakini michezo mingine iliyosalia ya ligi ni kwa ajili ya kucheza. Tunakwenda kushuhudia fainali ya namna gani kutokana na Young Africans mara ya mwisho dhidi ya Simba walitoka suluhu katika ligi kuu Tanzania bara. Tunaenda kushuhudia mchezo wa aina gani ikiwa Simba ina asilimia kubwa mashabiki wake wanasema atapata ushindi? Simba sasa hivi wanajiamini kutokana na ongezeko la baadhi ya wachezaji ambao wameongeza ubora kwenye kikosi chao. Clatous Chota Chama amekuja kuongeza ubora kwenye eneo la ushambuliaji, ambako kwenye ile eneo la kiungo na ushambuliaji kwa ujumla ameongeza ubora kwa maana ya kutengeneza zile nafasi, lakini pia ameongeza utulivu kwenye eneo la mbele na utengenezwaji wa nafasi. Lakini pia ongezeko la mtu kama Libasa Gay, winga ambaye kwa hivi sasa amekuwa na ubora mkubwa sana kwenye maeneo ya pembeni, lakini pia ongezeko la Aniset Oura ameongeza ubora kwenye eneo la mbele, kwenye eneo la ushambuliaji, kuanzia kiungo cha ushambuliaji mpaka eneo la mbele la ushambuliaji. Sasa hii yote inawafanya mashabiki wa Simba wao ina jeuri kubwa sana kuelekea kwenye mchezo, tofauti na dabi zilizopita. Pengine ubora wa kikosi chao ulikuwa si mkubwa sana kulinganisha na hivi sasa, lakini haiondoi ukweli wa kwamba Simba wanakwenda kwenye mchezo wakiwa hawajapata ushindi kwenye dabi zilizopita, na hicho ndio kitu ambacho kinawafanya waingie kwenye mchezo wakiwa kama underdog. Pressure inaweza isiwe ni kubwa sana kutokana na kikosi chao kwa hivi sasa kupata ubora, lakini changamoto zaidi inaendelea kubaki kuwa ni namna gani ambavyo ndani ya dakika 90 wanavyoweza kumachi ubora wa Young Africans na kuondoa ile dhana ya kupoteza dabi zilizopita. Kushinda ni tabia, lakini pia kupoteza ni tabia. Kama ambavyo ilivyo, ukishinda mara kwa mara huwa unatengeneza tabia, kwa maana ule mtazamo wa kiushindani, winning mentality. Ndio hivyo pia ukipoteza mara kwa mara michezo, huwa unapoteza hali ya kujiamini na inatengenezeka tabia ya kutojiamini. Hiyo inaitwa hiyo ni miongoni mwa tabia ambazo zipo michezoni. Kushinda ni tabia na kufungwa pia ni tabia. Tunaona katika michuano hii ya Muungano Cup Simba ilikuwa haianzishi kile kikosi ambacho tumekizoea kuona katika ligi. Mara nyingi wachezaji wa kina Libase, Clatous, Mwalimu wanawekwa katika kipindi cha pili. Unadhani katika hii dabi Mwalimu anaingia kwa namna gani? Naitegemea kuona wachezaji wote bora kwenye hii dabi, kwa sababu hii dabi ni miongoni mwa mechi kubwa, mechi muhimu. Na hapa tulianza kuona kwenye mchezo dhidi ya Mlandege kwenye kipindi cha kwanza, baada ya kuchezesha wachezaji wengi sana ambao hawakuwa wakipata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Kipindi cha kwanza kilikuwa kigumu sana kwa Simba kuifungua safu ya ulinzi ya Mlandege, lakini pia kuona ufanisi kwenye eneo la mbele. Hapa sasa akaingiza baadhi ya wachezaji wake bora, kocha Steve Barker akiwemo Clatous Chota Chama kwenye kipindi cha pili, lakini pia aliingia Suleiman Mwalimu ambao kimsingi ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana. Kwa hivyo baada ya kuona mazingira yamekuwa ni magumu kwenye kikosi kwenye kipindi cha kwanza, akaingiza wachezaji bora ili kupata ule ubora na kuendelea kushindana na Mlandege. Kwenye mchezo sitegemei kuona kocha yeyote ambaye atafanya mabadiliko au mzunguko wa kikosi, kwa maana ya kubadilisha kikosi au kufanya mzunguko wa kikosi, rotation. Nategemea kuona wachezaji wakiwa wamecheza wale wote bora. Wachezaji bora wa Simba watapata nafasi ya kucheza kwenye mchezo, wachezaji bora wa Young Africans watapata nafasi ya kucheza mchezo, kwa sababu ni mchezo wa dabi, ni mchezo wa kulinda heshima, ni mchezo wa kulinda saikolojia ya wachezaji, ni mchezo wa kujiandaa
kwa ajili ya mchezo unaofuata, kwa sababu siku ni chache sana. Ukipoteza huu mchezo unakuwa kwenye mazingira magumu sana kuelekea kwenye mchezo ujao, na siku ni chache sana. Ukishinda huu mchezo inakuongezea morali na kuongezea hali ya kujiamini kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Kwanza ni dhana tu ambayo imejengeka miongoni mwa mashabiki wa soka nchini Tanzania, ambayo kimsingi inatofautiana na sayansi ya mpira wa miguu. Kwenye mpira wetu ama mpira wa duniani imegawanyika kwenye sehemu mbili. Kuna sayansi ya mpira wa miguu ama sayansi ya michezo, lakini pia kuna siasa za michezo na siasa za mpira wa miguu. Kwenye siasa za michezo ndio hoja hiyo inaingia hapo, lakini kwenye sayansi ya mpira wa miguu hatuwezi kuweka hiyo dhana, kwa sababu hakuna vitu vyovyote ambavyo vinaweza kuashiria kwamba au vinaweza kuthibitisha kwamba ukishinda muungano ni ngumu kushinda ligi kuu soka Tanzania bara. Ni dhana tu ambayo imejengeka miongoni mwa mashabiki wa Kitanzania, baadhi ya watu wenye ushawishi kwenye mpira wa Kitanzania wamekuwa wakizungumza hivyo, lakini haina ukweli wowote, kwa sababu ninachoamini ni ubora ndio ambao utakaoamua either uwe ushinde taji la ligi au ushinde kombe la muungano au ukose yote, kwa sababu Young Africans mpaka tunavyozungumza ina mataji kwenye kila mataji ambayo wamegombania kwa msimu huu. Ukiachana na mashindano ya kimataifa, wamekuwa na wastani mzuri wa kubeba. Mwanzoni kabisa wamebeba ngao ya jamii, lakini pia wamekwenda kwenye kombe la mapinduzi, tumeona ushiriki wao. Sasa hivi wapo kwenye kombe la muungano, kombe la TFF wameonyesha ushindani mzuri, ligi kuu soka Tanzania bara wanaongoza ligi. Makombe yote haya ya ndani ambayo Young Africans wanayagombania kwa msimu huu, wana uwezo wa kuyabeba yote. Kwa nini wanaweza hivyo? Kwa sababu wana ubora kwenye kikosi chao. Lakini kwenye zile nyakati ngumu, kwenye zile nyakati walizowakosa wachezaji wao bora, still ushindani wao umekuwa ni mkubwa. Kwa hiyo ubora ndio kitu pekee kinachoweza kuamua ubebe mataji kiasi gani, ukose mataji kiasi gani kwa msimu wako husika. Kama una ubora unaweza kubeba mataji yote, na kama hauna ubora hautaweza kubeba mataji yote na vipaumbele. Kama umeweka kipaumbele kwenye mashindano fulani utaweza kubeba mataji, kama hauna kipaumbele kwenye mashindano husika huwezi kubeba mataji. Kwa hiyo ninachokiamini ni ubora ndio ambao unaweza kuamua timu ipi ubebe ubingwa wa muungano, at the same time ikabeba ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tumalizie na hili hapa Khalid. Tunaambiwa ambaye anaweza akashinda kwenye ligi mchezo wa dabi ndio anaweza akawa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Anazungumzia Simba na Yanga. Young Africans bado yuko kileleni kwa hivi sasa na ana wastani mzuri wa ushindi kwenye michezo yake kulinganisha na klabu ya Simba. Binafsi yangu, kama kutakuwa na mchezo mmoja ambao utakaoamua bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, utakuwa ni kati ya Simba na Young Africans. Hiyo dabi ya Mei 3, kwa sababu Young Africans akipata matokeo ya ushindi, maana yake ni kwamba atakuwa ameiacha Simba kwa zaidi kwa gap kubwa sana la point kati yake na Simba, kitu ambacho kitakuwa ni kigumu sana kwa Simba kufikia idadi ya hizo points na kuweza kumpita Young Africans kwenye kilele cha ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini Simba akipata alama 3 kwenye mchezo dhidi ya Young Africans, itaboost morali kwa upande wake na itapunguza gap la alama, ingawaje bado kuna mazingira magumu kwa upande wake ya kumachi ule ubora wa kukusanya alama kwenye kikosi, kwa sababu Young Africans still imekuwa na wastani mzuri wa kukusanya alama kwenye mazingira yote. Kwenye mazingira magumu Young Africans inakusanya alama, kwenye mazingira mepesi, kwa maana ya kukipata kile kikosi chake bora, Young Africans imekuwa na wastani wa kukusanya alama. Simba tumeona kwenye baadhi ya michezo ambayo walistahili kuondoka na alama 3 wamedondosha alama 2. Hiyo yote ni mazingira gani ambayo ni mazingira ambayo yamewaonesha wao kwa msimu huu ina changamoto ya kukusanya alama kwenye michezo yote. Kwangu mimi hatima ya ubingwa wa ligi ipo kwenye huu mchezo kwa hizi timu zote mbili, lakini Young Africans yuko kwenye nafasi nzuri zaidi. Simba hata akipata matokeo ya ushindi still atahitaji Young Africans awe na form mbaya, lakini pia atahitaji kukusanya alama kwenye michezo yote iliyosalia. Ingawaje michezo 11 ambayo imesalia ni michezo mingi sana, chochote kinaweza kutokea, lakini bado Young Africans inapokuja kwenye mbio za ubingwa ni Young Africans ina uwezo mzuri wa kukusanya alama zake, na mimi bado naiona Young Africans si tu msimu,
Young Africans inaweza ikaenda hata misimu mitatu ikakosa timu yoyote ambayo itakayoweza kuichallenge kwenye mbio za ubingwa. Young Africans kwenye kulitafuta taji ni timu hatari. Mimi nikushukuru. Shukrani sana. Haya, asante.